Naam, ikiwa tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na leo tunaanza na taarifa na shirika la utafiti la TIFA ambalo limesema kwamba Wakenya wamemshabikia Anna Amadi aliyekuwa anatafuta kiti cha wenyekiti katika tume ile ya uchaguzi ya IEBC kwa asilimia 41, huku asilimia 11 ikimtaja na ikimkubali Charles Nyachae kuwa mwenyekiti wa tume hiyo ya IEBC. Constituency boundaries had not been reviewed was a bit higher. Sure, those people pay a little more attention to what goes on in the news. Same thing with Charles Nyachae. 11% could mention his name, but more than double could among those who had answered that question, in that 8% who answered that other question correctly. And among those who said they don't know, you can see a smaller percentage of those who had mentioned, but those numbers are pretty small. Almost nobody could mention the other two, Mr. Ramadan and Mr. Ethekon. Why were they paying so little attention to this process? Maybe we should have correlated this with belief that the last elections, 3 elections, were fair, or even that they have confidence in that. If you don't have confidence that the next election is going to be free and fair. Leo ikiwa siku ya mwisho wa Kenya kupeana maoni kuhusu shirika mazina ya serikali ya NG-CDF, Wakenya wengi wamejitokeza wakishabikia na kusema kwamba imesaidia wengi hasa kutoka kwa familia zile ambazo hazijiwezi. CDF ikiweko, watoto wanasoma, wa kike na wanaume. Au watoto wasipokuwa shule, nitapata kasi kubwa kwa development, kwa sababu watoto hawaendi shule. Then be your lover of your country. If you take away women, therefore, if you take them away, you are not building your nation. You are against your nation. Ukienda kutoka kwa sublocation na usonge mpaka constituency level, utapata kazi unaweza sema hii imefanywa na mjumbe kupitia CDF. Na baada ya serikali kusema kwamba huenda ikaondoa marupurupu kwa wafanyikazi wa serikali, walimu wamejitokeza na kupinga vikali hatua hiyo, wakisema kwamba huenda walimu kutoka maeneo yale ambayo hayana ulinzi wakatoroka maeneo hayo na kuacha wanafunzi wakiteseka. Wamesema kwamba serikali inafaa kuzingatia na kutoondoa marupurupu kwa walimu. Serikali watakapotoa hizo hela, watarajie kwamba walimu wote watahama katika sehemu hii ya Elgeyo Marakwet, kwa sababu hata kufikia shule kama Litere kupitia mahali kama Kapkobil ni ngumu sana. Huwa nashangaa, which factors do you consider when calling a place an archive area? A place where you cannot go moving even during the day with no peace. We have to agree that life is sacred irrespective of tribe, personality or penye unatoka. But ukianza kupiga hii mambo ya kuonekana wewe ni ndume kuliko mwingine, hii kitu zitatoka na William Ruto asipomaliza haitaisha. Because there is no one who understands us more than William Ruto. This thing doesn't know where you come from. Because a gun in the hands of a reckless human being is very harmful na itakumaliza. Na tukimalizia ni kwamba Rais Ruto anaendelea na ziara yake ya siku ya pili katika kaunti ya Narok. Amezindua miradi mbalimbali katika kaunti hiyo, wakati ambapo leo ameandamana na naibu wake Profesa Kithure Kindiki, huku akiahidi mengi katika kaunti hiyo ya Narok. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa, atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Tukianza ni kwamba sekta ya ngozi humu nchini imepata msukumo. Ini baada ya Rais Mheshimiwa William Ruto kufungua kiwanda cha bilioni 1.5 cha Ewaso Ngiro Tannery na kiwanda cha ngozi katika kaunti ya Narok. Katika matamshi yake amesema kwamba hatua hiyo inalenga kuongeza uzalishaji wa viatu humu nchini na kupunguza uagizaji wa viatu kutoka nchi zingine.
Na katika habari nyingine ni kwamba idadi ya wanaosafiri kupitia SGR ukipenda Standard Gauge Railway imepunguza kwa 10% hadi milioni 2.4 kutoka milioni 2.7. Ni kwa sababu ya kuongezeka kwa nauli. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba mapato ya SGR yamepanda kwa 39% hadi bilioni 4 kutoka bilioni 2.9 kwa sababu ya ongezeko ya nauli kwa 50%. Na tunapozidi kusonga ni kwamba mkaguzi mkuu wa hesabu humu nchini Nancy Gathungu amefichua kwamba wizara, idara na mashirika 16 hazina hati miliki za ardhi. Na katika ripoti ya fedha ya mwaka 2023-2024, Nancy Gathungu ameeleza imekuwa vigumu kukagua mali yanayomilikiwa na wizara, idara na mashirika hayo 16 kwa sababu ya ukosefu wa hati miliki. Nikome hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyenchama.